umechoka, je umesumbuka, mwambie Yesu, mwambie Yesu, unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Ndugu na dada mnaotusikiliza, tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii ili tuongee kuhusu neno la Mungu. Ni sisi wainjilisti wa uamsho na matengenezo, yani ni watengenezaji wanaohubiri injili ya uamsho na matengenezo, yani reformers. Kabla ya kujifunza somo letu la leo la unabii, na ni somo ambalo litakalo endelea, yani ni somo endelevu, na nataka niwakumbushe sote tuwe tayari ili kusikiliza neno la Mungu. Ebu tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, wewe unayotupenda, tumeupata ulinzi wako, umeturuhusu tujifunze neno lako, umeturuhusu tuzungumuze na watu uliowaumba. Jina lako lihimidiwe. Uwe kiongozi wetu, Roho wako Mtakatifu asindikize maneno yako mioyoni mwa watu ili waweze kusimama katika upande wako. Ndilo ombi letu, tunaomba, tunaamini, ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Somo letu la leo linazungumzia kuhusu unabii. Unabii ni nini? Faida ya kujifunza unabii. Haya mambo tunataka tuyachambue na tuyaelewe, maana tutakapoendelea kujifunza kuhusu unabii na masomo mengine, lazima kila mmoja ajue ni kwa sababu gani tunajifunza mafundisho haya ya husuyo unabii. Unabii ni mambo yaliyotabiriwa kabla hayajatokea. Tunapojifunza mambo yaliyotabiriwa, tunajifunza unabii. Yapo mengine yaliyotabiriwa na kutukia. Hayo yaliyokwisha kutukia, tunapojifunza mambo hayo ni kama kujifunza historia ya unabii. Mambo yaliyotabiriwa, tunapoona jinsi yanatimia, hilo ni kutimia kwa unabii. Leo ningependa tujifunze faida ya kujua unabii. Leo nitawapa mfano kabla hatujaenda mbali. Kabla Yesu hajazaliwa, manabii waliinuka na kutabiri. Baadhi walitabiri mahali atakapozaliwa, wengine walitabiri dalili na ishara zitakazo dhihirisha kuzaliwa kwake. Nitawapa mifano. Nabii Mika sura ya 5 fungu la 2 alisema kwamba, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Huyu nabii Mika alitabiri kwamba Yesu atazaliwa Bethlehemu. Lakini kwa Wayahudi ambao hawakujua unabii, kuzaliwa kwake hawakukutilia manani. Wapo manabii wengine, mfano nabii Zekaria. Mtasoma Zekaria sura ya 9. Zekaria sura ni ya 9 fungu la 9. Naye alitabiri kwamba huyu Yesu katika kazi zake za hapa duniani, fungu la 9 panasema kwamba, furahini sana ye binti Sayuni,
piga kelele, e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Huyu nabii alitabiri kwamba Yesu ataonekana akipanda mwana punda, yani mtoto wa punda. Huo ulikuwa ni utabiri wake. Zekaria pia unaposoma sura ya 11 fungu lake la 12 panasema kwamba nikawaambia, mkiona vema nipeni ujira wangu, kama sivyo musinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Hapa alitabiri kuhusu Yuda ambaye ni msaliti aliyemsaliti Yesu. Wakati wa kumsaliti, ujira wake alipewa vipande 30 vya fedha. Huo ulikuwa ni utabiri wa Zekaria. Wapo manabii wengine waliojaribu kutabiri kitu ambacho hakijatokea. Tunamuona nabii Isaya alitabiri kuhusu Yesu, huyo mwana wa Mungu. Wakati Wayahudi walikuwa wanamsubiri ili aje akiwa jemadari, mfalme, mtu mkubwa mwenye kuheshimiwa, Isaya yeye alimtabiri kwamba atakuja akiwa mtu mnyenyekevu. Nitasoma nianzie mstari wa 3. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hapa Isaya alitabiri unabii ambao ulikuwa ni kinyume na mawazo na fikra za Wayahudi. Wao sababu ya kuteswa siku nyingi na jeshi na serikali ya Kirumi, wao walikuwa wanamsubiri Masihi ambaye atakaye kuja akapindua falme zote zilizowatesa. Lakini Isaya akivuviwa na Roho wa Mungu, yeye alitabiri kwamba kumbe kuja kwa Yesu kwa kwanza atakuwa ni mtu mwenye kudharauliwa, mtu mnyenyekevu, maskini asiye na neno, yani ni mtu ambaye hana heshima yoyote. Haya yote yalikuwa ni unabii uliotabiriwa. Ninachokilenga hapa katika somo letu, nataka tujue ni kwa nini watu tunapaswa kujua unabii. Kwa wale wanaopenda Biblia, tunaposoma baadhi ya mafungo ya Biblia, hutuonyesha kwamba unabii ni kama saa. Hutuonyesha kwamba unabii huongeza imani. Unabii ni kama saa, unabii huongeza imani. Hebu tusome Yohana, ujumbe wa Yohana sura ya 13 fungu ni la 19. Panasema kwamba tangu sasa nawaambia kabla hajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Hapa huonyesha kwamba unabii huongeza imani. Yale yaliyotabiriwa kabla hayajatukia, yanapotukia, wale wanaomwamini Mungu na wale wanaompenda Mungu, kumbe huzidi kuamini kwamba yule aliyenena ndiye. Ndio maana wasiojua unabii wakati mwingine imani yao ni mbovu, kwa sababu unabii huongeza imani. Na niwakumbusheni nyote mnaosoma Biblia, mfano mnaosoma kitabu cha ujumbe wa Mathayo sura ya 24 inayoeleza kuangamia kwa Yerusalemu, ambako ni mfano wa kuangamia kwa dunia yetu. Wanazungumzia mambo mengi ambayo yangetuongezea imani. Mfano, ilitabiriwa kwamba inchi tainuka kupigana na inchi nyingine, kabila na kabila vitauana, yatatokea matetemeko ya ardhi, yani mafuriko, njaa, magonjwa, upendo wa wengi utapoa, manabii wengi wa uongo watatokea, na injili ya mwisho ambayo ndiyo mnayosikiliza itakuja kuhubiriwa.
Hayo yote ukifuata mrorongo huo utaona kwamba kumbe yaliyotabiriwa zamani za kale leo yanatokea. Kwa wale wanaojifunza unabii huzidi kuamini. Kusema kwamba kumbe njaa ilikuwa imetabiriwa ilitokea. Kumbe upendo wa wengi ilikuwa imetabiriwa kwamba utakuja kupoa, umekwisha kupoa. Hata na mume na mke, mtoto, mzazi, wana familia hawapatani. Injili ya mwisho ambayo itakayohubiriwa kama ile ya Yesu mwenyewe, ambayo si kama manabii hawa uongo wanaohubiri neno la Mungu ili wapate fedha, hao wote kumbe wamekwisha kutokea kama ilivyotabiriwa. Kwa yule anayejifunza unabii, kwa kweli huongezewa imani. Kwa hiyo nyote jueni kwamba unabii ni kitu kinachoongeza imani. Kwa wengine unabii ni saa. Yohana sura ya 16 fungu la 4 panasema kwamba lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nalikuwa hapo pamoja nanyi. Neno ninalolitaka ni hili, lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Kumbe unabii ni saa. Kabla dunia yetu haijaendelea au haijawa na maendeleo ya leo, watu walikuwa hawana saa hii ya kuweka kwenye mkono. Walikuwa wakitumia jua katika kuhesabu masaa. Wengine walikuwa wakifuga kuku ili jogoo awasaidie kuwajulisha saa ya alfajiri. Kwa hiyo Mungu naye hapendi wasafiri wa kwenda mbinguni watembee bila kuwa na saa, ili wawe na kitu kitakacho wakumbusha muda umefika wapi. Mungu aliona vema pawepo unabii. Kumbe unabii yale yaliyotabiriwa kwamba yatatokea, unapoona yameanza kutimia kwa msafiri wa kwenda mbinguni, huzidi kuharakisha, maana saa ile imefika. Kwa hiyo ndugu zangu na dada, ningependa sote tujifunze unabii, na nawaalika ili kusudi vipindi vitakavyoendelea nyote mwe makini katika kufuata unabii. Jambo la mwisho, kwa mambo ya unabii kuna vitu vinavyoitwa vielelezo vya unabii, yani mifano ya kiunabii. Vielelezo vya unabii. Unabii ni maneno ambayo wakati mwingine husemeka katika mafumbo ili mwenye hekima aweze kujua. Ndio maana watu wengi wanaposoma unabii, hasa kitabu cha Danieli na Ufunuo, huko wakisoma wanyama, mapembe, upepo, watu wengi huwa hawasikini nini kinachozungumziwa. Hayo mambo ya namna ya mafumbo ni vielelezo vya unabii, yani ni mifano ya kiunabii. Kwa hiyo ningependa tuzungumuze baadhi ya mifano ya kiunabii au vielelezo vya unabii na kutoa maelezo yake, ili siku zijazo tutakapoendelea kujifunza uwe pamoja nasi katika kuelewa. Tunaposoma kwenye Biblia, pengine mtasoma muti. Yeremia 17 fungu la 7 hadi la 8. Unaposoma neno muti, katika mambo ya unabii, muti humaanisha mtu mwaminifu kwa Mungu, mtu mwenye haki kwa Mungu. Hebu tusome Yeremia, ni sura ya 17 fungu lake la 7 hadi la 8. Panasema hivi: amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo,
bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Yani mtu mwenye haki, mtu anayemtegemea Mungu, mtu mwenye imani thabiti, huyo yani katika unabii huitwa muti. Mtasoma Zaburi sura ya 1, tuanzie fungu la 1 pia. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Naye atakuwa kama muti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Muti yani ni mfano wa mtu mwaminifu, mwenye haki, mtu mkamilifu mbele za Mungu. Siku katika mifano hii ya kiunabii au vielelezo vya unabii, siku ni mwaka. Mtasoma kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 4 fungu la 6. Siku ni mwaka. Panasema hivi, Ezekiel sura ni ya 4 fungu ni la 6. Panasema tena, utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40. Siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Yani siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Mnaposoma pia kitabu cha Hesabu sura ya 14 fungu la 34, wanazidi kutuelezea kwamba siku katika mambo ya unabii ni mwaka. 34 panasema, kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mutayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakuja kufarikana kwangu. Yani siku moja ni mwaka katika mambo ya unabii. Tunaposoma maji ni mfano wa watu wengi. Maji, bahari ni mfano wa watu wengi. Mtasoma Ufunuo sura ya 17 fungu lake la 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Yani maji, unaposikia maji kwa mambo ya unabii, maji humaanisha watu wengi. Mnyama, mtasoma Daniel 7 fungu la 17. Mnyama ni ufalme. Panasema hivi, wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakao tokea duniani. Unaposikia mnyama, wanyama, yani ni wafalme. Upepo, mtasoma Daniel 7 fungu la 2, panaposema kwamba Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Pepo yani ni vita. Pepo humaanisha vita. Vita ndio pepo. Kwa hiyo Daniel aliona pepo kutoka mbinguni zikivuma, zikadumbukia kwenye bahari ambayo ndio watu wengi. Alafu wakainuka wanyama 4 kutoka kwenye bahari hiyo. Ni vita vilivyotokea, falme 4 hizi zilizotawala dunia zikaibuka kutoka kwenye vita hivyo. Taa ni neno la Mungu. Mtasoma Zaburi 119 fungu la 105. Panasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mkia ni nabii wa uongo. Mtasoma Isaya 9 fungu la 15. Isaya 9 fungu ni la 15. Panasema hivi, mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa,
na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Mnaposoma pembe ni mfalme au ufalme, Danieli 8 fungu la 20 hadi 22. Mnaposoma malaika ni nyota. Nyota ni viongozi wa kanisa au ni mitume au ni wale waangalizi wanaosimamia kanisa. Mtasoma Hebrania sura ya 1 fungu la 14 panaposema kwamba kumbe wale malaika ni kama mitume wanaotumwa kuziokoa roho za watu. Hapo ni Waebrania 1 fungu la 14. Katika kuhitimisha somo letu, ningependa niwaambie kwamba unabii ni kitu kinachotafsiriwa. Na ndio maana hivi vielelezo vya unabii usipokuwa na mtu wa kutafsiria, usipokuwa na maelezo mengine kutoka kwenye neno la Mungu, unaweza usijue ni nini kinachozungumziwa. Hebu tusome mafungu ya kuelekea mwisho. Ni Wakorinto wa kwanza sura ya 2 fungu la 13. Panasema hivi: nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Katika kujifunza unabii lazima pawepo kutafsiri na kufasiri. Mambo ya rohoni yatafsiriwe huku tukitumia mambo mengine ya rohoni. Ni kwamba Yohana sura ya 6 panasema kwamba Roho ndiyo atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Yaani maneno ya Mungu, maneno ya Yesu ndiyo roho. Katika kujifunza unabii, tunafasiri unabii huku tukitumia maneno ya rohoni katika kufasiri mambo ya rohoni. Si kwamba kila mmoja hufasiri apendavyo, bali sote tuna mwongozo ambao ndio neno la Mungu. Unapoeleza, unapofasiri mambo ya rohoni, tumia mambo mengine ya rohoni. Nehemia 8:8 panasema hivi: nao wakasoma katika kitabu, katika torati ya Mungu kwa sauti ya kusikilika, wakaeleza maana yake hata wakayafahamu yaliyosomwa. Walisoma kwa sauti ya kusikilika, lakini haitoshi. Walieleza, yani walifasiri, ili watu waweze kuelewa ni nini kinachozungumziwa. Niwakumbushe kitu kingine kwa wale wanaopenda Biblia. Someni Matendo ya Mitume sura ya 8 anzia fungu la 26 endelea mpaka 38. Panazungumzia kisa cha Filipo alipokuwa anazungumza na towashi. Yule towashi alikuwa anasoma kitabu cha Isaya, lakini katika kusoma kwake hakuelewa. Filipo alipomwendea akamuuliza, sasa hayo unayoyasoma yanakuelea basi? Naye akasema, nieleweje nisipompata mtu wa kunielimisha? Ndipo Filipo kapanda gari, kaanza kumuelezea. Kumbe mambo ya unabii huwezi kuyajua usipopata maelezo, huku tukitumia mambo ya rohoni katika kufasiri mambo ya rohoni. Basi fungu letu la mwisho hupatikana kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya 1 fungu ni la 19 hadi 21. Panasema, nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Yani unabii haufasiriwe apendavyo binadamu yoyote. Tunaofasiri kwa kutumia mambo ya rohoni. Ebu ndugu zangu na dada mnaotusikiliza, niwahamasishe sote tupende kujifunza unabii.
vipindi vitakavyofuata siku zijazo, muwe makini, muwe tayari, tuendelee kuelimishana katika kujua unabii. Basi hebu niwatakie amani ya Bwana, niwatakie kuendelea kujifunza na kujua, niwatakie heri ya kila aina, ili sote siku moja tukutanie huko mbinguni. Mungu awabariki. Hebu tuombe. Asante Muumba wetu, umeturuhusu tujifunze neno lako. Uwe mwalimu wetu, na siku zijazo waandae watu wako, tuendelee kujua ili tuweze kuishi mahali pa mbinguni. Hilo ndilo ombi letu, ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba. Amina. Umechokaje, umesumbuka, mwambie Yesu, mwambie Yesu, unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee.